Lakini sasa hivi Fiona ananibana sana. Kutumia simu yenyewe mtihani, yani kama jela. Sawa. Basi nitajitahidi kesho. Nitajua jinsi ya kufanya. Nitajitahidi, nitakuja ndugu yangu tuonane. Sawa sawa kaka, basi nikutakia usiku mwema. Sawa. Unaonekana una sura ya upole, lakini umalaya tu ndio ulokuja. Sasa awamu hii sikufukuzi, lakini adhabu ninayokupa leo utaamua wewe. Uende nyumbani kwenu saizi usiku au ulale hapa nje. Bwana nimeona bwana nikusumbue bwana usiku. Lakini sasa mimi bwana nikwambie tu, ili kazi ya kumshawishi kupaza nimeifanya ipasavyo. Umeona? Nimempigia simu kupaza, nimemshawishi na kesho fresh kabisa. Kwa kazi kwenu nyinyi.
Sawa bana, nisikuchoshe sana. Vipi leo? Autoi ya maji? Zenja, kuhusu swala hilo usijali. Mimi ndo doni wa kijiji. Na kuhakikishia kabisa kazi umeifanya vizuri. Na kuhusu hilo swala, kwangu kuhusu hayo mambo usiwe na pressure. Kwanza nikupongeze kwa kumshawishi ili mradi lengo langu litimie. Kila kitu kitakuwa sawa. Basa, sasa mimi naona niwahi nyumbani na wewe ukapumzike. Nakutakia usiku mwema. Kwa hiyo niandalie kitita cha kutosha, kesho ni bilionea. Usijali kijana wangu. Bwana kiongozi sana. Sawa. Nadhani tupo pamoja. Sawa. Usiku mwema. Sawa, na kwako pia. Sawa. Safi. Sasa kazi imeisha. Atanitambua vizuri. Yes, hazijeuri. Bora ulipokuja mdogo wangu, maana huku ndani sasa hivi kumeanza kuwa na mauzauza, yani vitu vya ajabu ajabu hata sielewi. Anacheka nini huyu? Kupaza, mbona sikuelewi? Fiona analalamika au unacheka? Kuna nini kinachoendelea humu ndani? Yaani Kido mdogo wangu, yaani sielewi, yaani kuna vitu vya ajabu ajabu, jini si jini, sijui kitu gani kile, yaani ujue mimi sielewi kabisa. Hivi kaka, jini lije humu ndani alione yeye tu Fiona, mimi nisilione kweli? Huyu Fiona ni muoga, ndo nimegunduaje. Hapana Kido, mimi nakwambia ukweli. Tena muda ule wakati naona lile tukio ndo akatokea Kupaza. Yaani asingekuwa Kupaza sijui ingekuwaje humu ndani. Kaka, huyu Fiona jana aliwahi sana kulala. Mimi nilichelewa kidogo. Yawezekana amelala, ameota. Sasa ile ndoto sio anaiona ni kama kweli, lakini hakuna kitu kama hicho kaka. Kupaza, unajua huyu Fiona mimi ni dada yangu. Na kuna baadhi ya vijitabia anavyo, mimi navijua. Ana kawaida mambo anayokuwa anafanya mchana, usiku anayaota kama yalivyo. Hususan haya mambo ya movie. Fiona ukimwekea movie ya kizombi, usiku anaanza kaona mazombi wanakuja, aliyakuwa mazombi hawapo. Kwa hiyo unachokiongea Kupaza, mimi nakuelewa. Fiona, hebu acha hayo mambo. Unajua huyu Fiona Kupaza ni muoga, alafu anapenda vitu vya hatari. Acha uoga wewe. Kaza dogo. Bwana kaka samani. Kwa majina mimi naitwa Rashid Taratibu. Na ni mgeni katika hichi kijiji chenu. Najua unijui wala mimi sikujui, ila tu nimekusimamisha hapa kwa sababu nina shida, nahitaji unisaidie ndugu yangu kwa sababu wewe mimi ni mwanaume mwenzangu. Na ndugu yangu anaitwa Shakila. Anatokea kijiji cha pili nilichotoka mimi. Sasa ndugu yangu bwana amepotea. Huu ni mwezi wa pili, hatumuoni. Sasa kaka, katika kufanya utafiti wangu nikagundua kwamba hajaenda mbali sana na hivi vijiji vile baina ya kile nilichotoka cha kwetu na hiki cha kwenu. Sasa sijajua ndugu yangu kama yeye ni mwenyeji hapa, utakuwa unamfahamu huyo binti anaitwa Shakila. Ni mweusi, sio mweusi sana kama mimi, yeye kidogo kama ana rangi fulani hivi kama maji ya kunde fulani hivi. Sasa sijui utakuwa unamfahamu ndugu yangu huyo binti Shakila. Kwanza nikupe pole ndugu yangu kwa safari ya kutoka kijiji chenu mpaka hichi kijiji chetu, sawa? Lakini kama ulivyosema, mimi ni mwenyeji. Ila wasichana wengi wa hiki kijiji mimi nawafahamu. Ile jina la Shakila msije kulisikia. Sikudanganyi. Yaani shote simjui. Basi sawa kaka, mimi nashukuru kwa msaada wako. Ila katika pitapita zako kama utanionea binti mgeni, mimi nahisi atakuwa ndo mwenyewe huyo ndugu yangu. Kwa hiyo utanisaidia kupeleka taarifa kwa mwenyekiti, maana nishazungumza naye tayari. Na mimi huku naendelea kupita nyumba zingine kumtafuta. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Poa ndugu yangu, tutaonana wakati mwingine. Sawa. Sawa.
Samanini ndugu zangu. Bila samani. Kwa majina naitwa Rashidi Taratibu. Ni mwenyeji wa kijiji cha pili kutoka hichi nilichokuwepo hapa. Nimepotelewa na ndugu yangu, sijamwona kwa muda mrefu sasa. Mpaka nimeamua kupita kwenye vijiji kumtafuta. Ndugu yangu wa kike. Na kwa jina anaitwa Shakila. Sasa sijui mtakuwa mmemuona au mnamfahamu. Pole sana kaka. Kwa changamoto anazozipitia. Lakini hata mimi ni mgeni pia kwenye kijiji. Lakini mwenyeji huku ni huyu dadangu. Labda sijui kama atakuwa unafahamu. Vipi? Unafahamu binti? Simfahamu. Pole sana kakaangu. Mimi sio mtembeaji sana katika kijiji hiki. Kwa hiyo simfahamu. Lakini ushauri wangu kwako, endelea kuulizia katika nyumba za kijiji hiki. Huenda ikawa unaweza ukampata. Basi sawa, mimi niseme asante, nashukuru jamaa. Ubarikiwe sana. Sawa. Kila la heri. Fiona jamaa. Fiona mama. Fiona jamaa. Fiona mama. Pole sana ndugu yangu. Asante sana kaka. Pole sana. Nashukuru ndugu yangu. Asante. Yaani mpaka sasa hivi sijapata bado jibu. Naumiza sana kichwa. Kwa nini umekufanyia hivi? Hivi unafahamu hao watu walokufanyia hivyo kaka? Shakila.